Ndugu zangu, moja katika sababu kubwa ya ndoa nyingi kufeli, hatuna dialogue, hatuna hiwar, hatuna mazungumzo kati ya mume na mke. Hatuongei. Inaweza ikatokea siku nyingine asubuhi umeamka, kuna kitu kimekuudhi usiku labda, au jana kwenye iftari, basi kimekaa tu hapa moyoni, mpaka mkeo anakuuliza, mume wangu unaumwa? Una nini? Mbona uko hivyo? Usemi kitu, yani ile kitu kipo wrong. Mwambie, wewe jana ulifanya 1 2 3, ulinikera sana, uliharibu pahala fulani, ulikuwa hivi 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 hivi. Pale pale umwambie lile kosa lako, mazungumzo hayo. Na kwa mwanamke vile vile, kuna watu wamespecialize katika kununa wiki nzima, hata salamu haitikii, tabasamu halionekani. Hapo tena pana mashaka. Kwa hiyo lazima kuwe na hiwar baina ya mume na mke, na sio mume na mke tu, hata watoto wenu. Watoto, akiamka mtoto usikubali amekaa tu, hazungumzi, hafanyi chochote. Muulize, kama anaumwa mchukue mkamtibu, kama ana njaa mpikie ugali, kama kuna tatizo lolote la nje. Lazima kuwe na mazungumzo kati ya wazazi na watoto, mume na mke, mke na mume pale nyumbani, hiwar. Hii kikosekana, hii nyumba inakuwa jahimun la tutaq. Ikiwa mtaongea hivyo, fa'idhuhun, wapeni mawaidha. Mawaidha ndio hivyo, unaweza ukampa wewe, au kamuita shekhe, au kamuita mtu, au kamuita kiongozi, muite kaka, muite baba, muite, hebu mpe mawaidha, ana nini, ana tabia hii 1 2. Lakini ikiwa wewe mwenyewe ni vizuri, sababu wewe unajua tatizo liko wapi. Fa'idhuhun, ongeeni nao. Sio vizuri, ni haram, mumeo ndo pepo yako. Wengine hawataki mawaidha. Hayo, ulikuwa lini shekhe ukawa unasoma Qur'an? Ulisoma wapi? Basi muite shekhe aje kwa misingi mizuri, muzungumze masala ya matatizo yenu. Wengine wanasema, wewe bwana, lete mashekhe utakaoleta. Kuna mmoja katika kusuluhisha sema eti umemleta Uthman Maalim, ndio atafanya nini? Unafikiri Uthman Maalim mwenyewe hapa hatoki mtu? Yani wengine ni vizingiti vikubwa, wanakutukana wewe na shehe wako. Sasa kuna watu mawaidha hayawafai, yani kuna wanawake mawaidha hayawafai. Ndio hivyo nakwambia, umemleta wewe, atafanya nini hapa? Mimi nataka wale ambao ni wamewaleta, na hakuna mtu hapa atafua dafu anajisifu. Basi fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji, sema wahameni katika malazi. Ukiona kwamba kumuhama katika malazi kutawaka, hii ni fikra pia Allah ni jambo amekupa, muhame, yani mpe mgongo, yani usimpe unyumba. Sasa hii kama itawaka, it's okay, na mara nyingi inawaka, nafanya kazi. Kuna wengine watakwambia unajisumbua bure, utajisumbua hivyo hivyo, mimi mwenyewe sina haja na wewe. Sasa kishakwambia sina haja, kwanza yeye ndo wa kwanza hataki kukuona, unamhama kitanda ndo atapiga vigelegele, bora kabisa. Sasa kuna wengine haiwaki hii, hajuruhunna fil madaji wadribuhunna, wapigeni. Na kupiga hapa lazima tujue kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa akawa na wake, lakini hakumpiga mke hata mmoja. So wala yadriba khiyarukum, na kupiga huku sio kule tulikozungumza kuhusu habari ya boxing. Ni pigo lisiloumiza la wanawake mahsus maalum, ambao ni micharuko katika mambo mengi ambayo yanaleta fadhaa kwa mume, mpaka anaweza hata akanyanyua mkono mume kwa sababu ya yale yanayotokea pale nyumbani, lakini sio kumpiga kipigo cha mbwa.